nguvu ya Mungu ambayo inafika tayari. Na kama kulikuwa na hila yoyote, ile hila inafanyaje? Inaharibikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapataje kuwa na uwepo wa Mungu? Jambo la kwanza nimesema kwamba kwa kuamini. Amen. Lazima mtu amwamini Yesu. Amen. Lazima mtu amwamini Yesu. Yeye mwenyewe aamini kwamba sasa ninataka kubarikiwa, ninataka kutembea na Mungu katika maisha yangu. Huyo mtu Yesu akiingia ndani yake, amekaa ndani yake, ametengeneza makao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna andiko moja Yesu alitoa fundisho hili, alisema hivi: pepo amtokapo mtu uzunguka kwenye maji, utafuta sehemu asipapake, mara atakumbuka kwamba nitarudi kwenye nyumba yangu. Na akikuta ile nyumba imefagiliwa, hawezi kuingia, kwa sababu ile nyumba tayari ina mfalme mwingine, hawezi kuingia. Lakini huyo mtu akiwa amefunguliwa, yale mapepo yametoka, lakini hakuna kitu cha ziada ndani yake. Ndio maana unapomwombea mtu ambaye unamwombea hapa, anafunguliwa, mapepo anatoka, na anatoka hapa akiwa mzima. Akitoka pale nje yamemvaa tena, yamerudi. Ni kwa nini? Kwa sababu hakuna kitu ambacho kimetawala mbadala. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anapookoka, anapomwamini Yesu, Yesu anapoingia ndani yake, anafunguliwa, na ndani yake kuna jaa nguvu ya Mungu, kuna jaa neema, kuna jaa furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna jaa uzima. Akiondoka, hata kama mapepo yanamsubiri pale kwamba tusubiri, atatoka. Akitoka yule mtu anaona amebadilika, nuru inamwangaza, wanasema sio yule, sio yule. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kama ameingia kanisani, ameombewa, amepata msaada, mapepo yametoka, lakini anasema mimi Bwana na dini yangu, nina mambo yangu, mimi nimekuja kuombewa tu, anatoka. Akitoka, akirudi, akifika pale, tayari iwe ni njiani, iwe nyumbani, yamembwaga tena. Wanakimbia, wanamleta tena. Ndio maana sasa hivi watu ambao wanakimbia kwenda kufuata maombezi na maombi ni wengi sana, lakini imani yao na maisha yao kuyatoa kwa Yesu, anasema nina dini yangu. Ndio maana unaona watu wa hivi wengi sana kwenye ibada za maombi na maombezi. Ni wengi sana. Anaamini kwamba huku nimekuja kama kwa mganga tu, lakini mimi imani yangu ni kule kule. Kama ni Uislamu ni kule, kama ni dini yangu ya upagani ni kule kule. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kumwamini Yesu. Biblia inasema katika Yohana ile sura ya 14, Yohana mtakatifu sura ya 14. Nitasoma kwa jina la Yesu. Amen. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kupokea, kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mtamtambua, maana atakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Anasema nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine. Zingatia hilo neno, msaidizi mwingine. Maana yake ni mbadala. Amen. Ni mbadala. Yesu alipokuwa na wanafunzi, yeye alikuwa, yani ilikuwa ni kila kitu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu alipokuwa na wanafunzi alikuwa ni kila kitu, lakini ilipofika wakati anasema ninaenda kwa Baba, nitamwomba Mungu atawapa msaidizi mwingine, kwamba huyu atachukua nafasi yangu, yeye atachukua nafasi yangu, mimi naondoka, lakini huyo Roho Mtakatifu atakuja na atakaa kwenu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema atakaa ndani yenu, na huyo Roho Mtakatifu akikaa ndani yenu tayari na Mungu na Yesu na kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na Roho Mtakatifu, Biblia inasema Yesu akawavuvia. Kuwavuvia ni kama vile aliwapulizia pumzi, akasema pokeeni Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Lakini hawakupokea Roho Mtakatifu, bali walikuwa na ile woga, walipata tu ulinzi wa uvuvio wa Roho Mtakatifu, lakini bado hawajapokea Roho Mtakatifu. Siku ile ya Pentekoste ambapo Roho Mtakatifu alishuka, aliposhuka wakaanza kuomba, wakaanza kunena kwa lugha, na mataifa mbalimbali walikuwepo pale, Waarabu, walikuwa Wahindi, walikuwa Wagiriki, walikuwa Wayahudi, kutoka mataifa mbalimbali. Na walipokuwa wako pale, Biblia inasema wote wakasikia hawa watu waliokuwa katika kile chumba wakiomba na wakimtukuza, lakini kila mtu alikuwa anasikia jinsi walivyokuwa naomba kwa lugha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakajaa nguvu. Biblia inasema wakapokea nguvu, wakapokea uweza, wakapokea heshima, wakapokea mamlaka. Na siku ile walipohubiri Injili, watu 3,000 wakaokoka. Amen. Ni kwa sababu ya uwepo wa Mungu ulikuwa ndani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama wasingekuwa na uwepo, hata kama Petro angekwenda pale angesubiri, nani angesema upuzi huyo hana kitu hao. Wao sio walikuwa wanamwamini Yesu, sio yupo tena, hamna kitu. Lakini walipopokea Roho Mtakatifu, uwepo wa Mungu ukashuka ndani yao, wote wakashikwa na hofu, wakaogopa, wakatega masikio, wakasema kuna kitu cha ajabu kinatokea leo ambacho hakijawahi kutokea katika ulimwengu, kwa sababu watu hawa wanaongea katika lugha za watu tofauti tofauti, na sisi tunaojua ni Wagalilaya. Wanapataje kujua habari za lugha ya Wagiriki? Wanapataje kujua habari za Wayunani? Wanapataje kujua habari za Wahindi? Wanapataje kujua habari za makabila mengine? Walikuwa wananena, wamepokea Roho Mtakatifu. Walipokuwa wakinena, watu wakatekewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unapopokea Roho Mtakatifu, Mungu yuko ndani yako. Amen. Amen. Na uwezo wa Mungu uko ndani yako. Amen. Na Roho Mtakatifu, Biblia inasema faida ya Roho Mtakatifu, anasema atawapasha habari. Atawapasha habari. Atawafundisha. Na atawafunulia yale yanayokuja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yetu, anatupa nguvu ya kujua yale yanayokuja mbele yetu, yale ambayo yamefichwa. Roho Mtakatifu anafanyaje? Anayafunua. Amen. Anayafunua. Ndio maana wakati fulani manabii wakaenda Antiokia, wakamwambia Paulo na kanisa lile waliokuwa wamekusanyika kwamba kutakuwa na njaa.